na tafakari hapa, naongea kama mzazi. Sisi wazazi nawaza namna ambavyo wazazi wanatumia muda kwa ajili ya kuandalia watoto wao. Ni kama kutoa sadaka. Mambo mengine yanasimama, wazazi wanajitoa kwa ajili ya watoto, ili watoto maisha yawe na maana. Sawa, baada ya wazazi kujitoa katika kuhakikisha mustakabali mwema wa watoto wao, inakuwaje pale ambapo umesomesha mtoto wako ni wa kike, baada ya kusomesha au baada ya kumjengea mazingira mazuri baadaye, ili aje kuwa na maisha yenye maana. Njiani mbele kabisa anakutana na kijana ambaye ni mpumbavu na ananasa kwake. Kisha nasa kwake, maisha yake yanaharibika pamoja na vyote alivyo navyo. Maisha yanakuwa mzigo, yanakuwa fedhea. Muda mwingi anavutwa kwenda nyuma na kijana huyu mpumbavu. Na wewe ambaye una mtoto wa kiume ambaye umemwandaa, umemfunza, ukamwandalia maisha ili aweze kuja kuwa na familia njema, naye mwishoni kabisa katika maandalizi anakuja kunasa kwa mwanamke au binti ambaye yuko njiani, amesimama, ameweka wavu. Binti mpumbavu asiye na maana, ni binti mwenye jeuri ndani, ndiye anayemwekea tanzi na kijana wako ananasa. Maisha yanakuwa yamejaa mitihani. Ni mtu ambaye haambiliki, maana ni mpumbavu sana. Haya yote ni hasara zinazoweza kutokea, na inaweza kumpata mtu yeyote, awe na fedha, asiwe na fedha. Nini cha kufanya? Ni kuomba. Omba kwa ajili ya mtoto wako, maana huwezi kujua ni lipi litakalo kupata baadaye. Badala ya kuwa na furaha, unaweza kuwa na huzuni. Badala ya kuwa na heshima, kukawa na aibu. Mambo haya yanawezekana kwa kuomba. Malize kwa kukukumbusha kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi, naye atakuja kama mfalme wa wafalme. Mungu akubariki kama utamwamini. Amen.